Uvaaji mbaya ni mlango wa mapepo. Hebu nenda ofisi ya kiongozi yoyote, angalia pita za watu, kama kuna vaa ya kihuni, you cannot sit. Nenda madhabahuni, unashindwa kujua ni danguro, ni kitu gani hichi, vaa fulani hivi ya kipepo. Na manabii waweza wakawakemea kwa sababu wanachotaka ni kwamba mjae wa kina nani? Huduma isiyo kubadilisha kitabia sio huduma. How do you dress? Dress the way you want to be addressed. Imagine unakuja maziwa yote yako nje, wa kwanza kubinuka ni wewe. Umekuja umevaa kisuruali kimekubana vimakalio vyako hapo kaa nyanya. Baba yako yuko hapo, babu yako yuko hapo, unasaidikaje sasa? Hivi una habari kuna mtu amekosa ajira kwa sababu ya vaa yake? Hivi una habari kuna mtu ambaye alikuwa anapelelezwa bila yeye kujua ili apewe mchongo lakini akakosa nafasi? Hivi una habari kuna mtu ambaye angefaa sana kwenye ofisi lakini kwa sababu ya vaa yake akakosa hiyo ajira, akakosa hiyo? Yani muonekano ni interview number 1. Ndio maana unapoenda kwenye interview, lengo la interview sio kujiridhisha kama umesoma. Sio umeshaona vyeti vyako, si uliapply ukatuma CV, wameona una bonge la ufaulu, una chuo cha kwanza, una degree nzuri, GPA nzuri sana. Kwa nini wanakuita kwenye interview? Number 1, wana interview hadi muonekano. Lengo sio elimu, wameshajiridhisha umesoma, na ndio maana wamechukua vyeti vyako, wamekubali wamesoma. Tumuite sasa kwa ajili ya muonekano. Leo nenda ofisi za utumishi. Achana watumishi kwenye watumishi wa umma kuna nidhamu. Nenda ofisi za watumishi wa umma kuna nidhamu. Nenda ofisi zinazoitwa za makanisa na za manabii na mitume na za watumishi za huduma. Unakuta wanao cross ofisini, vaa yao hautaikuta ba. Can you imagine? Hautaikuta ba. Na nobody na hawazungumzii hilo kwa sababu wanakea idadi. Cha msingi toa sadaka. Wewe utafia mbele ya safari, hamna shida. Ila kwa leo toa sadaka. Sasa sio hapa. Dress the way you want to be addressed. Mungu ametupa redio.